Hivi utakuwa na hali mpaka lini? Lakini unajua mimi sipendi kuona ukiwa katika hali ya mawazo namna hii. Sikiza nikwambie kitu mume wangu. Unajua unamfikiria sana mama huko maisha yake jinsi anavyoishi. Ila sasa ukiwa katika hali hii pia jua kwamba haitasaidia kitu. Cha msingi mume wangu ni kwenda kumchukua mama kule nyumbani na aje tuishi naye huko Morogoro. Mume wangu, usiwe hivyo bwana. Mimi pia nakosa la ukiwa katika hali kama hii. Ni kweli. Kama nikimchukua mama nikikaa naye hapa itakuwa na furaha kwetu. Unajua maisha anayoishi mama kule Dar es Salaam ni maisha ambayo kiukweli yanaumiza sana akili yangu. Ni maisha ambayo hakupaswa kuishi mama yangu mimi. Lakini mama yangu anaishi na anaonekana kuyafurahia maisha yale. Ni maisha ambayo sio mimi tu, hata dada yangu yanatudhalilisha. Yale sio maisha ya kuishi mama yangu mimi. Lakini shida iko kwa mama yangu kuelewa, sio mwelewa. Mama yangu ana matatizo mengi sana. Mpaka kwa kuna muda najiuliza, hivi ni kweli umri wake ule anaweza kufanya mambo ya namna hii? Wewe humjui vizuri. Anatutesa sana mama. Na kuhusu wazo lako ni zuri la kumchukua mama kumleta hapa. Je, atakubali? Mama yeye mwenyewe atakubali kuja Morogoro? Lakini kama akikubali litakuwa jambo zuri sana kwetu. Kwa sababu hata mimi natamani kumsaidia mamangu kwa 100%. Akae hapa nikiwa nacho ale sina. Hivyo yani tunavyoishi kama mimi na wewe hivi na yaishi hivyo hivyo. Mamangu hapaswi kuishi maisha yale anayoishi Dar es Salaam. Naona mitandaoni kama hivyo na wananitumia rafiki zangu. Inasikitisha sana, sio maisha kabisa yale ya mtu mzima kama yule. Sasa kwa nini akatae? Mimi nina imani ukiongea naye ataweza kukukatalia. Basi sawa, mimi nitampigia simu, nitazungumza naye. Sawa mume wangu, mimi sipendi bwana kuwa katika hali hii. Usijali. Basi acha mimi ngakuandalie chai. Sawa. Oh, mama, shikamoo. Mwanangu. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, za huko? Nzuri, habari za Dar es Salaam? Dar es Salaam kwema mwanangu, sio huko Morogoro. Huko Morogoro kwema mamangu. Ndiyo mwanangu. Sawa, sasa mama. Nilikuwa na jambo kidogo nimekupigia nikufahamishe. Ndiyo. Unajua leo nilikaa na mke wangu. Lakini tukashauriana na akanishauri kwamba nizungumze na wewe ikiwezekana nikuchukue uje tukae huko Morogoro, hata kama ni kwa muda tu kidogo, lakini tuje tukae pamoja hapa nyumbani ili kupunguza mambo mawili matatu ambayo sasa hivi yanakukabili hapo Dar es Salaam. Unasemaje wewe? Iko na akili kweli?
Kwa hiyo nataka mke wako kushauri, hata maana akupe ruhusa ya mimi kuja huko. Wewe mwenyewe kichwani ulikuwa ulifikirii kwamba mama yangu anahitaji kuishi na mimi? Mama, sijamaanisha hivyo. Ni kwamba sisi tulikaa tukashauriana, lakini ili wazo mimi ndo nilikuwa nalo, nikaona nikuambie tu mama, wala sio kwamba yeye ndo ameniambia. Tumeshauriana tu kwa pamoja. Unajua sisi ni mke na mume, kwa hiyo lazima mambo ya ndani kidogo mshauriane mama. Inaonyesha wewe unachukua akili na wewe mwanamke. Yaani unachukua akili kabisa na wewe mwanamke. Kwanza hapa kwenyewe umeshaniuza. Mama usifanye hivyo. Sio kwamba usije mama. Njoo kwa sababu hapana mama, naomba uje. Naomba mimi nikutumie nauli uje mama. Tafadhali nakuomba. Mama. Mama. Hello? Ndio. Babangu umejitahidi. Asante. Umejitahidi. Mbona mimi ningepotea kaa ningekuja peke yangu jamani. Baba umejitahidi. Haya, karibu. Sawa. Huku nako? Aha. Afadhali. Mnapata wenzenu wa kuongea nao. Kwa kweli mwanangu umejitahidi. Karibuni. Asante. Karibuni. Shikamoo mama. Marahaba. Za huko utokapo? Salama. Pole na safari. Asante, namshukuru Mungu. Haya mama, karibu nyumbani. Asante mwanangu. Karibu mama. Asante mwanangu. Asante mwanangu, nimekula chakula kitamu sana, nimeshiba. Sawa mama, nashukuru. Sawa, mimi nashukuru sana. Sasa mwanangu aliniambia wazazi wako wamefariki. Ni kweli? Pole sana mwanangu. Asante mama. Kwa hiyo mwanangu, ikitokea ghafla mume wako amekufukuza, unakwenda wapi? Mbona ujibu? Au mimi nikaamua kufukuza, utakwenda wapi? Na imani mama haitaweza kutokea hivyo. Usiseme hivyo. Sisi binadamu. Hebu tuache haya. Kwenye begi mle kuna nguo zangu chafu, maana hii safari mume wako kanikurupusha. Sina hata nguo za kubadilisha. Naomba mwanangu nifulie. Sawa mama, usijali. Haya mwanangu.
Hivi wewe mtoto? Si nimekwambia chukua nguo zangu ufue? Mimi si nimekwambia unifulie nguo zangu? Hizi chupi mwachia nani? Atafua mmeo? Hapana mama, mimi nilikuwa subiria ruhusa ya hizo nguo. Ruhusa gani wakati nimekwambia nifulie nguo zangu chafu? Wewe unaonyesha na kiburi wewe. Fua chupi hizo. Oh. Vipi? Karibu mume wangu. Asia. Vipi? Mbona unafua? Namfulia tu mama nguo zake kidogo. Asia. Kwa nini hujamuita yule dada anayetufulia siku zote? Hamna, nimeamua tu kumfulia mama. Unapaswa kumuita tu akusaidie. Usio unapata tabu za namna hii. Eh? Okay, sawa. Nimemletea mama nguo pia, nyingine mpya. Basi sawa, acha nikusaidie kupeleka ndani. Hapana. Wewe endelea tu, ngoja nimwekee ndani. Sawa? Sawa. Haya. Hivi mume wako mimi ananichukuliaje? Anachukulia mimi mshamba sana, mbugira waambe kenyela huko, si ndio? Yaani mimi nakwenda kunichukulia mkanyela mumo hii. Kaambiwa mimi naenda kungolea mpunga huko. Ila wewe mwenyewe unavaa unapendeza kama nini? Kwa maana hiyo mlikaa mkajadili huyu bibi mkuu nenda kamchukulia mkanyela mumo, si ndio? Hapana mama. Hapana, mbona wewe unavaa unapendeza? Mbona unavaa nguo inakushepu vizuri? Kwani nyinyi mnachukuliaje mimi? Mimi kwenda kunichukulia miguu kama hii kweli? Basi mama, tusamee. Akirudi mimi nitakaa nitaongea naye. Mimi chizi, mimi mshamba, mimi mbugira, si ndio? Sasa kaa mwenyewe. Jamani. Kwani nguo zina matatizo gani lakini jamani? Nguo nzuri hivi. Mimi na mzangu kwa mihangaiko yangu. Umecheki mapigo yangu mwanangu. Haya ndo mapigo yangu mimi da. Umecheki mapigo yangu mwanangu. Haya ndio mapigo. Ukisikia mapigo ndio haya. Sio kuzeeshana madila nini mika nyela mumo isokuwa na sababu. Cheki. Ina maana unataka kutoka ndani ukiwa umevaa hivyo? We nini mwanangu, wewe unakuwa kama mzee wa zamani? Sasa hapa nimekosea nini? Mbona iko fresh tu? Si fresh tu. Shida nini? Shida iko wapi sasa? Fanya mimi nikose raha zangu na kila kitu. Hapana mama. Uwezi kutoka ndani umevaa hivyo. Uwezi. Hapana. Wewe ni mamangu, mimi nakuheshimu. Alafu mimi naheshima hapa mama. Mimi naheshimiwa na watu wote hapa. Alafu watu waone kweli mamangu mimi ndo anatoka amevaa hivi kweli? Umenitoa da kuja kunileta huku
kunifungia fungia ndani nini, kuniwekea masharti ya nguo zangu ninazovaa, si ndio? Yaani hata hao wasichana wadogo hawatoki wamevaa hivi. Naomba mama urudi ndani. Unanielewa? Naomba urudi ndani, usitoke hivyo mama. Siendi sasa. Hello dada. Assalamu alaikum. Salama. Umekuta miss call nilikupigia. Yaani dada, huwezi amini kuna tukio limetokea hapa nyumbani leo. Limenisikitisha sana, ndio nikawa nataka nikupe taarifa mida ile. Mimi nilikuwa nimekaa hapo nje nafanya shughuli zangu. Basi ghafla akatoka mama. Jinsi alivyovaa. Dada, haki ya Mungu, hata hao machangu doa wanaojiuza huko, wanaojipanga barabarani huko Dar es Salaam hawafikii alivyokuwa amevaa. Yaani tumegombana na mama, uwezi amini. Namvumilia, lakini sasa kuna vitu vingine ni aibu. Mimi hapa naishi na wapangaji, nina majirani, naishi huku miaka yote. Mimi huku ni kwangu. Sijapanga kwamba kuna siku nitahama, huku ni kwangu. Sasa hii kudhalilishana hivi vitu ni vitu ambavyo vinakaa kwa watu kichwani miaka yote. Sasa sisi tunafanyaje kumsaidia huyo mama kia Mungu? Dada, utamvumilia mpaka yani unamvumilia hivi, yani kumvumilia mimi namvumilia, lakini sasa kwa kiwango anachoenda nacho mimi nashindwa dadangu. Inshallah tumuombee. Basi na wewe endelea kumuombea. Mimi mwenyewe namuombea. Inshallah. Mchana mwema na nyinyi pia. Shukrani. Ulelele, ulelele, uye, 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 ulelele.
Shikamoo. Huyu hapa huyu yatima, hana baba hana mama. Mwanangu tunamsaidia saidia hapa. Habari ndio hiyo. Wako Twende bwana, shana naye huyu. Twende, karibu hapa nyumbani kwetu. Asia. Vipi? Mbona uko hivyo? So kwema mume wangu. Tatizo nini? Kumetokea nini? Mama amerudi hapa na pombe, amelewa. Amenitukana sana. Ameniambia kwamba mimi ni yatima, sina wazazi. Ameniambia kwamba mimi umenileta tu ndani kukusaidia kazi. Sikia mke wangu. Hebu nisamehe mimi. Hizo zitakuwa ni pombe tu. Sawa? Hizo zitakuwa ni pombe tu zinampelekea kuongea maneno ya namna hiyo. Mimi naomba unisamehe mimi, sawa? Pombe zikiisha mimi nitazungumza naye. Hakupaswa kukutamkia maneno makali kiasi hicho. Unajua hata uhai ni Mungu ndiye anatoa. Kwani wazazi wako walipanga kutangulia, walipenda? Si Mungu ndiye amepanga? Hata yeye mwenyewe kuwa hai hapa Mungu ndiye amepanga. Sasa anakuambiaje maneno ya namna hiyo kweli? Yaani binti bwana amekuwa mtu wa ajabu kweli yani. Kwanza toka lini amekuwa analewa? Na hizo sehemu za pombe nani amemuelekeza? Bwana. Hebu ngoja pombe zikimwisha mimi nitazungumza naye. Acha kabisa kufanya vitu vya namna hiyo. Na kuomba kuwa na amani, sawa? Mimi nitazungumza naye, umesikia? Mimi nitazungumza naye. Umenitia nini? Tangu nilipofika hapa naona kimya tu umejinamia. Mama, wewe ni mama yangu. Nakupenda sana na kuheshimu sana. Mama, umenilea, umeniweka tumboni kwako mimi miezi 9. Mimi ni wako. Lakini mama, kuna jambo ambalo mimi nataka nikufahamishe. Mama yangu, Mungu amekupa umri. Sio kwamba wewe ni mtu mwema sana, hapana. Ni kukarama zake tu Mungu mwenyewe. Lakini pia mama, hata hao watu ambao Mungu amewachukua na wametangulia mbele za haki, sio kwamba wao walichagua njia hiyo au walipenda. Ni Mungu mwenyewe amepanga. Lakini mama, ninachotaka kukuomba mimi, naomba sana kutoka moyoni mwako unielewe hiki kitu. Naomba usimuite mke wangu yatima. Naomba kabisa, acha kabisa kumdhalilisha mke wangu. Ni mke wangu mama. Unapaswa kumheshimu. Unapaswa kumwonyesha kwamba wewe ni mkwe ambaye Mungu amempa kama zawadi. Na unajua kweli hana wazazi, hana mama, hana baba. Alipaswa wewe kukuona wewe ndio mama yake uliobakia. Lakini umekuwa kila muda unamtia donda, unamtonesha pale ambapo labda huenda mwenyewe alishasahau. Mama, wewe unawaza nini ukifanya hivyo? Na ndio maana mama, mimi nimeamua nikwambie ukweli na wewe uzingatie hili. Umheshimu mkweo na kuomba sana. Kwa hiyo wewe unanifundisha maisha? Hapana, simaanishi hivyo. Unanifundisha jinsi ya kuishi mimi, si ndio? Mimi na yeye nani anatakiwa kumheshimu mwenzie? Mama, Asia anakuheshimu sana na wewe mwenyewe unaona.
anakuheshimu, kila unachotaka afanye anafanya kwa sababu anakuheshimu. Ndivyo mnavodanganyana hivyo mkikaa ndani wenyewe peke yenu, si ndio? Hivi wewe mtoto una akili kweli wewe? Wewe leo kunifundisha mimi maisha? Nimekubeba tumboni wangu miezi 9, nikakuzaa kwa uchungu, nikakulea, nikakusomesha. Leo unanitoa fahamu sasa eti wewe unanifundisha mimi maisha, unanifundisha jinsi ya kumjua mtu. Simaanishi hivyo mama. Kama wazazi wake walikufa kwa dhambi zao, mimi zinahusu nini? Kama walikufa kwa siku zao zilizofika, mimi nahusika na nini? Kwanza nataka nikwambie, mimi nilikuwa nimekutafutia mwanamke mwenye wazazi wake, tena wazazi matajiri. So huyu wazazi walishafariki. Inaonyesha wazi umenileta ili unisimame. Mama, hiki kichwa chako ni bure kabisa wewe mwanangu. Najuta kukuzaa. Kwenda. Mama. Mama, hatujamaliza kuzungumza. Sasa mume wangu, mbona tumekwamia hapa tena baada ya kwenda nyumbani? Ni kweli. Unajua leo tumetembea sana. Tumefurahi. Wakati tunarudi kuna wazo nimelipata. Wazo gani tena hilo? Unaonaje siku ya leo tusilale nyumbani? La nje nyumbani? Sasa mama kule atakuwaje peke yake mume wangu? Mama sio mtoto bwana. Anaweza kulala peke yake bila shida yote pale nyumbani. Sawa ndio mume wangu. Ila jua kwamba sijamwandalia mama kitu chochote. Sijampikia. Pia pale kuna nguo zake niliziloweka sijafua bado. Akija kuona pale sijafua atajisikia vibaya. Lakini kwa siku ya leo nilitamani tupate sehemu ambayo itakuwa tunabadilisha kidogo hata mazingira, hata ya kuona naonana na mama. Lakini kama wewe unaona kwamba twende nyumbani, sawa. Ila mimi binafsi leo siku jinsi nilivyo na furaha, nilitamani tusilale nyumbani. Yaani nyumbani tunarudi kesho, yani siku ya leo kabisa iishie huku. Hamna bwana mume wangu. Unajua yule mimi ni mama wangu mkwe, afu ni mama yako. Kwa hiyo sasa mimi mwenyewe sipendi akiwa bwado. Unajua akiwa peke yake pia anakuwa bwado. Anakuwa so vizuri. Unajua mama yetu sisi toka tukiwa wadogo ameshindwa kuishi na mtu yoyote yule. Ameshindwa kuishi na dada zake, ameshindwa kuishi na kaka zake. Ameshindwa kuishi hata na baba yetu sisi. Na ndio maana mama ametulea peke yake. Sasa kumvumilia mama yangu mimi kunahitaji mtu ambaye Mungu pia amekubariki wewe hivyo. Lakini furaha yangu kwako ni kwamba sasa hivi yani nikikukuta unatabasamu ukiwa na mama nafarijika sana, na enjoy. Naona sasa mke wangu amepata faraja. Ndio maana leo nilipotoka nikaona ni bora hata tukapata sehemu tukaenjoy tukarudi nyumbani asubuhi. Usijali mume wangu. Yule ni mama yetu sote. Japokuwa ni mama yako mzazi, mimi ni mama yangu mkwe. Lakini mimi namchukulia kama mama yangu mzazi tu. Na kila binadamu na mapungufu yake, hakuna aliye kamili. Mimi nimeshamuelewa na nishajua madhaifu yake, kwa hiyo sitopata tena shida. Asante. Maneno yako yanazidi kunifanya nijisikie amani kabisa moyoni mwangu. Najisikia amani sana moyoni mwangu. Sawa, kwa hiyo tunafanyaje? Tuondoke tu nyumbani mwangu. Kweli? Siku tutapanga tutaenda. Haya, twende. Mama. Iki nini unafanya mama? Huyu babako mwanangu. Shikamoo.
Mahaba. Kwa hiyo mama, wewe unavyofanya unaona ni sawa hivi eh? Umesikia? Huyu ndo kidume changu, mtoto wangu mimi nilikwambia. Sawa. Kwa hiyo mama, wewe unachokifanya hiki unaona ni sawa? Unaokota mtu from nowhere unaleta hapa, mtu simuelewi, sijui ni nani, watu wanakuona, majirani, wapangaji wanakutazama kweli. Umeshai kuona mimi nafanya kitu cha namna hii hapa nyumbani? Unanikosea. Mi bado kijana. Kwa hiyo umenitoa daa huko kuja kunileta hapa kwako kwa ajili ya kunifungia mimi kama mzukule, si ndio? Si ndio? Mama, sio kukufungia, mimi nimekuleta hapa tukae kwa amani, kwa upendo. Wewe ni mama yangu mimi, ndio maana nimeamua kukuleta nyumbani kwangu nikae na wewe. Lakini sio unachonifanyia hiki mama. Kwa hiyo kunibana ndio amani, si ndio? Amani mimi kunibana, kunifungia, kuninima la starehe zangu nini? Niache kuwa na mpenzi wangu nini? Ndio amani hiyo kweli? Mama, umri umeenda huu, hayo mambo mengine kama haya unawaachia watoto mama. Usi umri wako kufanya vitu vya namna hii mbele za watu. Mama, kwa kweli unavuka mipaka mama. Mama, usitake mimi nifanye vitu viende kinyume na maadili. Sawa mama? Unavuka mipaka mamangu. Wewe mzee, hebu ondoka hapa. Wewe kijana, wewe kusoma shule ukwenda. Sikia uleo kwambie. Anayempenda mamako, aliyemchagua mamako ndio babako. Waswahili wanasema amiwafaza. Amiwafaza, umeelewa? Wewe umeokota yatima umeweka ndani. Wakapata kwanza handsome boy. Tunaendana na mamako. Kwa hiyo ukuwa na adabu mbaya. Mama. Tulia mama. Subiri. Tulia mama. Ni mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Baraka kukaa tu humu ndani unajaza makalio. Umpatii mwanangu mtoto wala nini? Eti mimi mtoto yatima kwa vituo vya watoto yatima kule ndo kuna wenzio. Tena mwanzo na mwisho ni marufuku kabisa. Mama. Kukanyaga hapa. Mama, naomba unisamehe kama nimekukosea. Tena ukome kuniita mama, usinitie mikosi. Mama yako yupo kaburini na watoto yatima hapo kwa vituo vyao. Nenda kwa watoto yatima wenzio huko. Tena mwanzo na mwisho wewe. Subutu tena. Mama. Da, we koma. Asia, mbona unalia na kwa nini uko hapa? Mume wangu, mama amenifukuza nyumbani. Binti, mbona amekufukuza? Amenifukuza na katamka kabisa mimi ni mtoto yatima. Mimi ni chokola. Mimi sifai kuwa, sina hadhi ya kuwa na wewe wala sina hadhi ya kuishi ndani ya ile nyumba. Amesema kwamba hataki tena kuniona pale. Hivi binti mbona ananitafuta nini mimi? Anataka nini kwangu? Mimi nimefanya haya kumsaidia yeye kama mama yangu. Nimemchukuaje pale akae nimsaidie, alafu yeye anafikia kunifanya mimi nikose amani ndani ya nyumba? Yaani anakufukuza yeye kama nani? Sikia. Turudi nyumbani.
Mimi acha tu niende. Siwezi tena kurudi kwa yule mama. Hapana, usifikie huko. Asia, usifikie huko. Wewe ni mke wangu mimi. Siku zote tumeishi, mimi ni wewe, wewe ni mimi. Tulipokutana yeye hajui. Tunapoishi yeye hajui. Kwa nini kila siku anakuwa kutamkia maneno makali kwako? Yeye anapata faida gani? Watu unapata mama, mimi nimepata mama wa aina gani huyu? Hatuwezi kukosa amani kwa ajili yake. Mimi nakushauri kitu kimoja mke wangu. Hebu turudi nyumbani. Twende. Sawa? Mimi naomba umsamehe mama yangu, lakini mimi nitajua nini cha kufanya. Sawa? Hebu nyamaza. Hebu turudi nyumbani. Hata nyumbani mama mwenyewe hayupo. Amenifukuza kisha kafunga milango ameondoka. Usijali. Twende tafadhali. Eti mbona anatafuta nini mimi? Yeye anajiona nani pale nyumbani? Bwana, hivi kwa nini umemfukuza mke wangu? Nakuuliza wewe, kwa nini umemfukuza mke wangu? Biti Mbwana, unajikuta wewe ni nani hapa ndani mpaka unafikia hatua ya kumfukuza mke wangu? Wewe ni nani? Huyu ni mke wangu mimi, hii ni nyumba ni ya kwake. Nakuuliza wewe, kwa nini umemfukuza mke wangu? Nakuuliza mimi. Mimi sinakuuliza wewe. Mwache aje, mwache. Hivyo wewe kumbe unijui mimi? Unifahamu nilivyo Shoga yangu pole. Unajua mkwako anakuendesha sana ila mkwe yako huyu ngoma mkwe yangu mie hata nisingeweza. Ningemfanyaje? Yule ningemkomesha. Kwa sababu mimi sitaki mkwe anionee. Aniheshimu na mimi nimheshimu. Anipende na mimi nimpende. Lakini wewe kila unapomfanyia mkwe yako, wapi? Sisi hapa wapangaji tunaona tu jinsi anavyokupelekesha ila hatuwezi kuingilia. Lakini ndugu yangu sikumuonyesha adabu. Yaani sikumuonyesha adabu. Hata kama usipompiga ila mjibu. Sasa kimya. Ukimjibu naye ataacha. Umeelewa? Wako kama wanatakiwa fundisha adabu. Wanatoka vijijini huko wanakimbia kulima, sasa hizo wanakuja huko. Kisingizio sasa hizo jua kali. Hoja kuangasha watu kwenye ndoa zao. Hapana, yule hajatoka kijijini. Ametoka Dar es Salaam hapo. Yaani ingekuwa mimi ningemkomesha siku moja. Ili nimfundishe adabu, akijapa adabu ataipata. Hamna, useme hivyo. Yule mamangu mkwe. Yaani kama mamangu mzazi. Sasa nikimjibu vibaya unajua haipendezi. Mheshimu, unatakiwa mheshimu kama yeye anakuheshimu. Na mwenyewe pia kama anajiheshimu. Sasa ndugu yangu, kama ungefanyaje? Yule muonyeshe jeuri. Kikipikwa atakula haja nini basi. Kwa maana akikujibu mpofu na unamjibu short. Hivyo yani. Unamvumilia nini huyu kila siku hasa hapa kama hapa kaja haondoki. Itakuwa vitimbu hapo, yeye ndo mwenye nyumba, wewe ndo unakuwa kama mtoto kati ndo mwenye nyumba. Utakuwa hata amani ya ndoa yako una. Sasa wewe pambana naye kama wewe wa mjini na wewe wa mjini. Umeona? Wewe pambana naye ili asikushinde. Mwenyewe atachemka ataondoka. Nyumba si yako. Hivi wewe mtoto una akili kweli wewe? Usiponisikiliza mimi utamsikiliza nani? Na mimi ndo mama yako. Hapo rudi ndani uko wewe. Unisikii? Si ndio unisikii? Ninakwambia rudi ndani. Wewe mtoto aina gani usinisikiliza mimi? Usibwana ningezaa jiwe. Shetani mkubwa, si kibaraka wa shetani huyu. Hivi wewe mtoto wangu kweli wewe ninokuzaa tumboni kwangu nimekuweka miezi 9 nikakuzaa kwa uchungu wewe? Si laana hii jamani. Mbwa mkubwa wewe. Nini tena? Kwa nini? Wewe umeona hapo nifanyie? Yaani mimi kaa sio mama yake. Ngoja nikwambie. Ukubwa ni jalala. Yaani takataka zote tunatupiwa sisi.
Unajua usiona, yaani ukiwa unachukia namna mimi na yaani roho yangu inakuwa inaruka. Punguza hasira mpenzi. Sawa. Na wewe mzee mzima unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Ndani. Kwani unakuwa hivyo mume wangu? Wewe siku zote ulikuwa ukinisini kumvumilia mama. Sasa sijajua unafeli wapi mume wangu. Mama ni wakumzoea tu na kukabiliana na hizo shida zake alizokuwa nazo. Asa ukikozana tu kidogo unakuwa hivyo na stress, inakuwa ipendezi. Sikiza nikwambie kitu mume wangu. Wewe ni mama yako. Hata ufanyeje, atabaki kuwa mama yako tu. Shida zake zote inabidi uzoee. Mimi na imani tukimvumilia tutakuwa tunaishi tu vizuri. Inabidi tufuate vile anavyotaka yeye. Na imani hivyo mume wangu, tukifuata anavyotaka yeye, tutaishi tu vizuri na tutaelewana tu vizuri. Asia, ina maana unataka tuishi mama anavyotaka? Asia, tukiishi mama anavyotaka unadhani itawezekanaje huko ndani? Tutaishije? Yaani maisha yetu ndani yatakuwaje? Mimi nadhani hiyo haiwezekani Asia. Ni jambo gumu sana kuishi mama yangu anavyotaka. Hapana Darusu, useme hivyo. Yule ni mzazi na atabaki kuwa mzazi tu. Wewe utabaki kuwa mtoto tu siku zote. Unajua Waswahili huwa walitengeneza vimaneno au wahenga ili mradi tu kutufunga, yani kutufunga muda wakati fulani hivi tuendelee kubanwa kwenye mambo yao wanayoyataka wao. Walitengeneza kaneno kwamba eti mtoto hakui kwa mama, mtoto kwa mama hakui. Ili mradi tu mambo kama haya yanapojitokeza mtu uendelee kuwa kama mjinga. Haya maneno mengine ya wahenga sio maneno mazuri hata kuyafuata. Haiwezekani mama anafanya vitu vya kitoto wakati wewe ni mtu mzima eti uendelee kuwa ukui kwa mama. Haiwezekani. Huu ni ujinga anaofanya mama yangu mimi. Ni utoto, ni upumbavu. Lakini kwa sababu tu mtu kasema mtoto kwa mama hakui, mimi niendelee kuwa mzembe, niendelee kukubali yanayotokea. Unaona anachonifanyia mimi ndani hapa ni sawa? Haiwezekani. Siwezi kukubali na hili jambo liendelee kwa ndani. Siwezi. Utakofanya nini tena kwa mzazi wako? Sijajua ni jambo gani naweza kufanya mpaka sasa, lakini nisipofanya jambo lolote kuibadilisha hii hali, basi maisha hayawezi kuwa sawa. Kwa ni lazima nifanye jambo kuhakikisha kwamba hili jambo linakwisha. Kipenzi cha roho yangu, ahadi yetu haitaweza vunjika, nika nyumbani kwa wazazi wangu. Shikamoo mzee. Marahaba mwanangu. Karibu mwanangu.
Asante mzee, kumbe na wewe unalijua hili eh? Sana. Tena hili zamani sisi tulikuwa tunacheza, tunachimba vishimo, tunacheza vishimo. Sawa mzee. Karibu tucheze kama unalijua. Asante. Mzee, mimi nilikuwa na jambo nataka tuzungumze kidogo. Unajua uko hapa siku kadhaa sasa zinapita, lakini mimi na wewe hatufahamiani vizuri. Sikufahamu na wala wewe hunifahamu, tunapishana tu, tuko hapa nyumbani iwe hata tunafahamiana, kwa sababu wewe ni binadamu, lolote inaweza kutokea na uko ndani ya nyumba yangu hapa. Hivi unifahamu mimi? Mimi ni mpenzi wa mama yako, ndio babako. Si utambulisha mimi babako au unifahamu kama mimi babako? Mzee, mimi simaanishi hayo. Nataka kujua kwamba wewe ni mtu wa wapi, unaishi wapi, unatokea Dar es Salaam ama ni mwenyeji hapa Morogoro? Kwa sababu huko hapa wewe ni binadamu, inaweza katokea jambo, mimi ndio mwenye nyumba, nitakuwa responsible. Mimi ni mwenyeji hapa Morogoro. Yaani wewe mzee, kumbe ni hapa Morogoro? Na ninaishi hapa Morogoro miaka yote. Nina mashamba, nina nyumba zangu, nina biashara zangu, na ni maarufu sana hapa Morogoro. Watu wananifahamu vizuri sana. Yaani wewe mzee, hapa ulipo una manyumba, una mashamba hapa Morogoro? Na kila kitu. Nafikiri sio nyumba kama hiki kijumba, na nyumba. Sasa mzee wangu, mimi kuna jambo nataka unisaidie. Kama msaada wa kimaisha, pambana na wewe. Usisikie kwa sababu nimekwambia mimi na majumba na magari, yani nikusaidie kirahisi. Pambana, nilitafuta tu. Simaanishi hivyo mzee wangu. Namaanisha kwamba kwa kuwa kumbe mzee una hizo mali, una kila kitu. Unajua toka umekuja hapa ndani kwangu, nimekosa amani kabisa kwenye hii familia. Kibinadamu naomba tuzungumze hili na unisaidie. Siku zote kweli wanasema mgeni ni baraka ndani ya nyumba, lakini wewe mzee kwangu umekuwa sio baraka. Yaani wewe umesababisha matatizo ndani ya nyumba yangu. Naomba unisaidie kama utaweza, kwa sababu unajiweza, kumbe una kila kitu. Nataka nijue namna ya kukusaidia ili usiwepo hapa nyumbani, lakini kumbe una mashamba, una kila kitu. Kwa nini usiondoke tu hapa nyumbani? Kwa hiyo unataka niondoke na mke wangu ambaye mama yako, ni kuacha na familia yako mkeo, si ndio? Hapana, sio kwamba uondoke na mamangu. Simaanishi hivyo. Nataka uondoke kama ulivyokuja. Wewe umekuja ghafla tu hapa. From nowhere, mimi sikujui. Natoka umefika hapa kama ninavyokuambia, kiukweli sijawahi kupata hata lepe la usingizi. Sasa mimi nikwambie kitu kimoja basi. Mimi naweza nikaondoka nikamwacha mamako. Si ndio mpenzi wangu mimi? Si ndio mke wangu? Sasa na mimi na niondoke na yule yatima, yule mkeo wewe. Unasemaje wewe mzee? Sasa mimi mpenzi wangu sinamzia. Na mimi naondoka na mkeo. Tuone kama utajisikia vizuri. Mzee, unajua unachokizungumza, unaongea vitu vya kijinga. Mmekuwa na kuzungumzia vitu vya maana mzee wangu. Mbona kwa mjinga namna hiyo mzee? Ujinga umeanza kuongea wewe. Mzee, mimi hapa kwangu ujue uko hapa mzee ni kwa sababu tu mimi namheshimu sana mamangu. Ujue uko hapa kwa sababu mimi namheshimu tu mamangu. Sasa ngoja nikwambie. Mimi naona bora nimuite mamako, alafu nimwambie mimi naondoka na mwache. Ndio maana nimekuja hapa tuzungumze, na mimi sikutaka umshirikishe mama hili. Tafadhali. Mama Darosi. Ngoja mzee.
Baba. Mimi babako? Hivi unakuwa kama mtoto. Hebu nisikilize mtoto. Unajua umekalia kutikavu. Muda wote hapo utafukuzwa. Pia tambua sisi wazee tuna mahaba. Mahaba ambayo wewe huwezi kuyapata kwa kijana kama yule. Baba, nakujua mimi nakuheshimu. Na siku zote mapenzi ya mazuri ni wale watu wanaheshimiana. Mkiwa mheshimiane, mkidharauliana kuna mapenzi. Ndio maana nasema nyinyi bado watoto. Huyu mtoto ana akili, ana akili zote. Mimi mtu mzima ndio nitakufundisha mapenzi. Lakini mzee, unajua wewe Darusi ni mwanao. Alafu siniite mzee. Uzee wangu hujaujua. Ukishajaribu ndio utajua kama mimi mzee au mzee umbo tu, lakini ni kijana. Alafu yule isitoshe, mimi sio mwanangu. Mimi ni mtoto wa yule mwanamke ambaye wewe unamuita mama mkwe wako, na pia sio mama mkwe wako, sijui sielewi, lakini mimi yule sio mtoto wangu. Sasa unataka kuishi humu? Kaa ulitafakari, lifikirie, unipe majibu mazuri, kubaliana uwe mpenzi wangu, mpenzi wa siri. Umeelewa? Asia. Mke wangu, una tatizo gani? Mbona kama sielewi, naona hauko sawa? Au binti bwana amekutukana? Niambie, binti bwana amekutukana? Yaani kama amekutukana, wewe niambie, mimi nimuonyeshe cha mtema kuni. Asia. Unajua unanichanganya Asia. Una tatizo gani? Unajua wewe ni mke wangu. Unatakiwa uniambie mimi kila kitu ili mimi niamue namna ya kutafuta solution ya tatizo lako. Hebu niambie, nini shida? Najisikia tu vibaya mwanangu tangu nilipoamka. Kichwa tu kinaniuma. Sasa kichwa kinauma. Sisi bwana. Umekunywa dawa yote? Sasa kwa nini hujanywa dawa? Alafu kwa nini umeamua kukaa hapa nje? Kwa nini ukulala ndani? Asia bwana, kuna joto gani? Joto Morogoro, kwani tuko Dar es Salaam hapa? Haya sawa, basi inaweza ikawa malaria. Jana hospitali. Sawa. Ukapime, weza ikawa malaria ikakusumbua. Twende hospitali, jiandae kidogo, twende hospitali. Jana mimi ninywe hata maji. Sawa. Ndugu, kwa hiki kipigo unachokupa una tofauti na mwizi. Kweli aisee. Ona anavyokukomba bila huruma. Hapo umenifundisha. Unajua kipindi hiki chote umekuwa unanifunga. Kichwa kimekuwa cha moto sana sasa hivi ndugu yako bana. Unajua toka amekuja bi mkubwa hapa nyumbani, kiukweli kumekuwa hakuna amani kabisa. Kila siku ya Mungu ni migogoro, ugomvi, matusi. Mimi bi mkubwa wangu ni matatizo, ni shida. Pole sana ndugu yangu kupitia wakati kama huu. Shanisoma. Ila yeye bi mkubwa wako sijajua uko alipokuwa anaishi. Kana ni mtu ambaye sana elimu, lakini mweka sawa. Shanisoma. Hebu jaribu kutafuta wazee wenye busara zao, labda pengine unaweza kukushauri. Au tukiachana na wazee, kuna watu wenye elimu ya dini au wanazuoni
naweza kukushauri kuhusu mama yako, maana hii ni changamoto. Tunapata shida sana kwa sababu si wapangaji, sio tunapata zawadi. Kikubwa kama nilivyokuambia, wanazuoni wanakusaidia. Sawa. Toka kwa mimi. Wewe nini? Nikwambie niache. Mimi siwezi kufanya huo ujinga wako. Sitaki uniambie nini? Sitaki nikwambie niache huko. Niache. Sitaki huko. Mimi akija mwanangu naomba mwambie. Hebu nini? Mdudu uko wapi? Vipi? Tuone basi mdudu. Mdudu kaja saa ngapi? Na mdudu mgongoni tulikuwa nataka kumtoa hapa, napiga kelele tu. Mmeangu ama unisikilize. Mzee mimi kashanichosha umndani. Vitu vya umndani mimi nishachoka, manyanyaso ya umndani mimi nishachoka. Haiwezekani dada kunibaka kwa asingizia mdudu. Yule mdudu kaniingia saa ngapi? Mimi bwana kutaka kubaka. Wewe ndio Mzee, unataka kumbaka mke wangu ndani ya nyumba yangu mimi? Mimi huyo nilikuwa namtoa mdudu. Mzee wewe ni mshenzi. Toka hapa ndani. Ondoka. Unasikia kunipiga? Unanipiga? Unanipiga ngumi mimi? Darius nini na baba Unasikia yako? kunipiga? Mzee mshenzi kabisa huyu. Mshenzi wakati ni babako. Mama usimwite huyu mzee babangu. Huyu baba ni mshenzi, anataka kumbaka mke wangu. Kumbuka ni baba yako kwa sababu mimi ni mpenzi wangu. Wewe ni mtoto wa aina gani wewe? Mbona unakosea adabu watu wazima? Kwa ajili ya mwanamke. Huyu mwanamke leo njama yako ndio imetimia. Umempiga ngumi mzee wako kadondoka pale kama angekufa kwa kumsikiliza huyu mwanamke wako. Huyu mzee ni mshenzi. Anataka kumbaka mimi na natoka huku. Namuona kabisa amemshika mke wangu anamvuta kwa nguvu. Mtoto naomba nisikilize. Kwanza ile tabia ya kunipanikia mimi sitaki na ninasema hivi sipendi. Mama, nasema hivi kuanzia leo wewe na huyu mshenzi mwenzio mtatoka huko ndani. Mimi mshenzi. Ndio wewe mshenzi. Mimi ndio. Unanipiga kwa sababu huna adabu. Wewe huna adabu, huyu ni babako. Basi kuanzia leo wewe na huyu mshenzi mwenzako nje toka. Toka. Toka, toka. 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 Toka wewe mtoto. Ulishasema toka, nasema sitakuona ndani. wewe yatima yako utakutana naye mtaani tu. Toka. Kama tulivyoongea. Ondoka, sitaki mamangu. Sio mamangu kuanzia leo. Kuanzia leo sio mamangu. Ondoka.